unajua kwa hivi sasa Pakistan bado wanapiga juhudi kubwa zaidi za kuleta mazungumzo ya awamu ya pili kati ya Marekani pamoja na Iran, lakini kitu ambacho wanakipambania zaidi ni kutaka kuona Marekani na Irani wanakubaliana kwa mazungumzo ya amani, licha ya kwamba mazungumzo ya awali kufeli pale Islamabad kutokana na kutoelewana baina ya pande hizo mbili kati ya Marekani pamoja na Iran. Sasa huku mazungumzo ya hivi karibuni kati yao yakitarajiwa kufanyika muda wowote kuanzia sasa, lakini bado viongozi wa Pakistan wanatafuta jitihada zaidi za kuweza kupatanisha mataifa haya mawili, ambapo mkuu wa majeshi wa Pakistan Field Marshal Asim Muniri amekwenda nchini Irani kwa ajili ya kuweza kuzungumza na viongozi wa nchi hiyo, ambapo siku ya hapo jana baada ya kuwasili kwake Asim Munir aliweza kupokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Dr. Abbas Araghchi. Alimpokea majira ya saa 6:03 za mchana jijini Tehran, ambapo amekwenda kufanya mazungumzo ya juu ya kumaliza mzozo na Marekani. Na usichokijua mtazamaji ni kwamba huyu Asim Munir, mkuu wa majeshi, ana nguvu sana pale nchini Pakistan kuliko hata waziri mkuu katika siasa za Pakistan, na jeshi ndio lina nguvu kubwa kuliko hata serikali ya kiraia. Ndio maana wanamwamini sana huyu mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir. Ndio maana kwa hivi sasa amekaa mstari wa mbele zaidi kuweza kuhakikisha kwamba analeta amani kati ya mataifa haya mawili. Sasa huku mzingiro wa kijeshi wa Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa katika maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz, ukizidi kuendelea, ambapo kamandi kuu ya Marekani ya CENTCOM iliweza kuachia video ya meli ya kivita ya Marekani ikitangaza kupitia radio baharini VHF channel 16 na meli nyingine kuhusu kizuizi dhidi ya Iran. Tangazo hilo lilisikika likisema, Marekani imetangaza rasmi kizuizi cha bandari na maeneo ya pwani ya Iran. Hii ni hatua ya kisheria. Meli zote zinashauriwa kurejea baharini mara moja ikiwa mnaondoka, na kusitisha safari kuelekea Iran ikiwa ndiyo kituo chenu kinachofuata. Msijaribu kukiuka kizuizi hiki. Meli zitavamiwa kwa ajili ya ukaguzi na kukamatwa zikiwa njiani kuelekea au kutoka kwenye bandari ya Iran. Geukeni au mjiandae kuvamiwa. Msipotii kizuizi hiki, tutatumia nguvu. Jeshi lote la majini la Marekani liko tayari kulazimisha utii. Ni hayo tu. Ikumbuke kwamba rais wa Marekani Donald Trump alikwisha tangaza kwamba Marekani itaanza rasmi kuzuia meli zote kupita katika mfereji wa Hormuz, japokuwa ripoti zinaeleza kwamba kuna meli ambazo zinaendelea kupita kama kawaida na hakuna kizuizi chochote. Sasa ripoti kutoka vyombo mbalimbali vya habari zinaeleza kwamba Marekani imefanikiwa kuweka kizuizi kikubwa katika mfereji wa Hormuz kwa jinsi ambavyo rais wa Marekani Donald Trump kwisha tangaza. Lakini kupitia mzingiro huu, Marekani anaenda kukata mrija mkuu mapato ya nchi ya Irani, ambayo kwa makadirio ni kama bilioni 100 kila siku, ambayo 90% mafuta hayo China ndiyo mnunuzi mkuu. Sasa utawala wa Trump unalenga mambo makuu mawili. Moja ni ishara ya nguvu kwa dunia, kufifisha ishara ya nguvu aliyoonyesha Irani kwa kufunga Hormuz, jambo lililofanya mataifa mengi kuanza kukimbilia Iran, jambo ambalo ni hatari kwa ukuu wa Marekani. Lakini kwa kuwa China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Irani, na guba hii kukosa mafuta ya Irani kutaifanya China kuishinikiza Iran kukaa mezani kukubali masharti ya Marekani ya kusitisha vita. Lakini pia bado Irani ana karata kadhaa anazoweza kuzichezesha ili iwe mbaya zaidi kwa uchumi wa dunia au na washirika wa Marekani. Irani yeye mwenyewe anaweza kafunga mlango huo kabisa, kwamba hakuna meli yote kupita ili kuweka shinikizo zaidi, lakini pia anaweza kuamrisha Wahuthi pale nchini Yemen waufunge mlango wa bahari wa Bab el Mandeb, ambao kwa hivi sasa bado umekuwa ni kitovu cha kuweza kupitisha meli zote ambazo zinapita katika mlango huo wa bahari ambao uko pale nchini Yemen. Basi mtazamaji wetu, nitazidi kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.